Yes, tena katika Mdope Juice. Tumekuwa na changamoto nyingi sana kuhusiana na huu mfumo wa kutuma maombi. Hususan kwanza ni namna gani mtu ambavyo anakwama katika issue nzima ya kuweza kulogin au katika kujisajili, anakutana na changamoto nyingi. So today nimekusogezea jinsi gani ya kuweza kukabiliana na hizo changamoto. Hususan changamoto mojawapo ni ya kuweza kulogin au kujiregister. Unakuta umelogin lakini au unataka kujiregister, account yako inakuwa registered au umesahau password, unapiga simu hazipokelewi. So unachotakiwa kufanya, namba moja, kama una login password na kukatalia, nenda katika register au katika login, alafu chini yake kuna sehemu imeandikwa forget password. Hii hapa chini imeandikwa forget password. Ukiklik hapo utajaza hiyo email yako ambayo wewe unaingiza kwenye mfumo, itakuja ring. Sasa ukifanya too many attempts na ukajaribu mara nyingi sana, hiyo account yako inakuwa locked. Kwa hiyo ipe muda ipumzishe account yako lese masaa 12, alafu ujaribu tena kulikava password. Hiyo link itakuja. Lakini ukifanya too many attempts, hiyo link itakawia na utakuwa utachanganyikiwa. Issue ya pili ni kuhusiana na namna gani ya kujaza hizi taarifa, kwamba watu wengi wanasema kwamba ifike asilimia ngapi, wengine wanataka 100%. The issue is sio asilimia. Je, umejaza hivyo vitu? Unaweza ukawa una 70% lakini umejaza kila kitu na ukakomana 100%. For example, jana nimepata na kesi moja ya jamaa amejaza kila kitu, ana 100%, lakini akitaka kuapply namwambia hana vigezo kwa sababu amechanganya qualification. Alitaka ajaze kila kitu. So in our case here, katika nini cha kujaza kama wewe mwalimu, utajaza personal details zako, ambapo hapo utaweka ile namba yako ya NIDA. Hiyo ni inaeleweka kabisa. Alafu chini yake utaweka contact details. Kitu cha pili ni academic qualification. Sehemu hii narudia tena, wewe makini unapojaza, kwa sababu ukikosea kujaza itakupelekea wewe kule either wewe una kigezo cha kuapply kazi, au ukikosea kujaza itakuwa vigumu sana kufuta ambako uanze kuhangaika kupiga simu. Kipengele cha tatu ni professional qualification. Ndugu zangu, kwa sisi walimu au wanaomba kazi za walimu, hiki kipengele naweza nikasema wewe usikiguse, kwa sababu mwalimu kama mwalimu sio professional. Yani ni professional lakini hakuna ile professional body ambayo inamverify huyu kuwa nani, kuwa mwalimu. Ila mwalimu akishamaliza tu chuo chenyewe kuwa kimesha mgrant kwamba amesha kuwa nani, kisha kuwa mwalimu. So hii professional body anaweza kajaza nani? Anaweza kajaza mtu ambaye kasomea engineering, let's say dereva, au wale library boards, kuna body ya mambo ya maktaba, watu wa sheria wanaweza kujaza. Lakini wewe mwalimu ukijaza kipengele hiki, kwa sababu kategori yako wewe hutaweza kufanya nini, utaweza kuiona. Nadhani hapo tumeelewana. Kwa katika mwalimu unaweza ukaacha tu hivyo na ukaweza kuapply kazi yako. Kitu kingine ni language proficiency. Hapa utakuja utaadi language proficiency, ni very simple, lazima uweke, utajaza. Kitu kingine utaweka working experience. Working experience ni muhimu. Kuna baadhi ya kazi unakwambia lazima uwe na working experience, lakini ni kesi kwa mwalimu, yeye hata usipojaza kipengele unaweza kuapply kazi yako tu na akiwezi kukufunga kwamba kwani nataka tu let's say ni mwalimu alafu hujajaza hicho kipengele eti ndio utakosa. Hapana, hicho sio kigezo cha moja kwa moja. Kingine kuna training and workshop. Hiki kipengele ni kwamba umeshawahi kuhudhuria labda mafunzo ya muda fulani, let's say training and workshop, ukapewa na cheti labda entrepreneurship, ukapewa ile mambo ya proposal writing. Hizo ni training and workshop. Ulienda training ya kitu fulani kuhusiana na hiyo professional yako au kazi yako ambayo wewe umefanya nini, umesoma. So kama hauna, it's not necessary ukajaza kitu ambacho wewe hauna. Na kukumbusha tena, usijaze kitu ambacho hauna, itakuletea shida. Then kwenye computer literacy utakuja utaadi hapo kama una ujuzi wa kutumia kompyuta katika mambo ya Excel, kama una cheti utakiambatanisha hapo. Kitu cha msingi kabisa hapa ni referees. Hapa referees lazima hao watatu ambao wenyewe utaweka jina lake, kazi yake katika taasisi, email yake na anwani pamoja na namba ya simu. Kama ni mtu ambaye ni personal ambaye amejiajiri mwenyewe self employed, basi katika organization utaandika self employed, katika title utaandika anafanya kazi gani, whether ni farmer, peasant, whatever.
But advice kwamba kwa referees lazima uweke referees ambaye ana ile tunasema anaendana na fani yako au profession yako unayoomba, ili iwe rahisi wale watu wanaokupa kazi kujua kwamba huyu mtu katika ulimwengu wa fani yake anaendana. Hicho ni kipengele cha referees. Kipengele cha mwisho kabisa kinaitwa other attachments. So nakukumbusha kabla sijaendelea hapa, hakikisha kwamba umesubscribe account yetu ili kuendana na video zote ambazo zinakuja muda upi ujuzi. Kipengele cha other attachment kina umuhimu. Nimekutana na watu wanakuambia unapotengeneza account ajira portal ndio unapotengeneza CV. Lakini ukija kwenye other attachment kuna sehemu imeandikwa curriculum vitae kwamba uweke CV. Hapo unaweza ukaweka CV. Kwa sababu gani? Mfumo unachukua baadhi tu ya taarifa ambazo ni selective, zinazo kutaka wewe, yani zinazo kutaka mfumo. Lakini ukiupload CV yako wewe, kuna vitu vingine ambavyo kwenye CV mtu anaweza akaweka. Mfano kuna zile interest, kuna working experience, anaweza kaandika maelezo mengi sana kuliko kwenye mfumo. Kwa unapo attach hii CV yako itakusaidia, itakupunguzia kitu. Kwa hiyo lazima uattach CV kwenye other attachment na cheti chako cha kuzaliwa kama una recommendation letter au vile viapo kama majina yako yanaleta changamoto fulani. Kitu cha mwisho kabisa lazima uje kwenye declaration na uweze kuweka tiki kwamba taarifa ulizozijaza zote ni sahihi. Kwa hiyo wale ambao unapata changamoto sana changamoto yako imefika to the climax, umejaribu, umeshindwa au umekwisha kuharibu, unafanyaje? Ukiwa umeshakwisha kuharibu, umejaza mambo ambayo sio, natakiwa uende katika home. Hapa kuna namba za simu pamoja na email. Hizi hapa kuna namba za simu pamoja na email. Sasa watu wanalalamika kwamba hawapokei simu, lakini ikumbuke kwamba watu wenye matatizo ni wengi. Kama walimu wanaoajiza mtoto 11,000, jua ni zaidi ya tunasema mara 10 yake watu huwa wanaomba hizo ajira. Unakuta watu zaidi ya laki wanatafuta hizo ajira. Kwa wanaokosea ni wengi, wanaopiga simu ni wengi. So keep trying. Ila mwingine juzi ameface hiyo changamoto, akaenda ofisi zao moja kwa moja. Sijajua alienda ofisi zao zipo Dar es Salaam sehemu gani, lakini unaweza ukaulizia hizi secretariat ya ajira inapatikana sehemu yake, na alifaidiwa kwa wepesi zaidi. So shout out, karibu tena katika Mdope Ujuzi. Until next time, kama una swali lolote kuhusiana na mfumo wa ajira portal, usahau kuachia comment yako hapo chini. Ni muhimu sana. Share na marafiki. Bye bye.